kwa sababu wewe ni mwaminifu. Hakuna mwingine anayefanana na wewe. Asante kwa sababu ya neema yako uliyotupa watoto wako kukusanyika mahali hapa. Neno lako linasema walipo wawili watatu kwa ajili ya jina langu na mimi niko katikati yao. Tunaalika uwepo wako uwe pamoja nasi, uwe pamoja nasi, tufundishe. Tuko tayari kufundisha na wewe. Roho Mtakatifu, mwalimu mwema, karibu tena, tuongoze, tulinde, tuponye, tuuishe. Tuko tayari katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Na kila mwenye pumzi aseme amen. Amen. Tunakaa kwenye uwepo wa Bwana. Kwenye uwepo wa Bwana. Nani kama wewe Bwana? Kama wewe Bwana. Nani kama wewe Bwana? Mungu wetu. Nani kama wewe? Nani kama wewe? Kama wewe Bwana. Kama wewe Baba. Nani kama wewe? Mungu wetu. Tena nani kama wewe? Nani kama wewe? Wewe Bwana. Wewe Baba. Nani kama wewe? Mungu wetu. Tena nani kama wewe? Nani kama wewe? Kama wewe Bwana. Wewe Baba. Nani kama wewe? Umejawa na rehema na neema tele. Umejawa na rehema na neema. Umejawa na rehema na neema. Umejawa na rehema na neema. Tena umejawa na rehema na neema. Kama sio wewe, ningekuwa wapi mimi? Kama sio wewe, ningekuwa wapi mimi? Kama sio wewe, tena kama sio wewe, Bwana. Sema kama sio wewe, Bwana. Baba, umejawa na rehema na neema. Umejawa na rehema na neema. Umejawa na rehema, Baba. Nafsi yangu usichoke, roho yangu msifu Bwana. Aliahidi atatenda, tumanie Bwana. Ahadi zake ni za milele, akiahidi
Niko tayari, nitume neno lako na ninaamini halitarudi bure. Najiweka wakfu kwa siku hizi 3, useme na mimi kwa ajili ya msimu mpya ambao nauendea. Sijawahi kuuona, sijawahi kuishi, wewe unaujua. Nifundishe hatua zangu, siongozwe na wewe. Neno lako likaniponye, likanifungue na kuniweka huru na kunifanya mshindi katika jina la Yesu. Na kila mwenye uhai aseme amen. Yesu akafunazia. Yesu asifiwe. Ninawasalimu katika jina la Bwana. Amen. Niliwamiss. I love you so much. Unaweza kanisaidia kumuhagi jirani yako, mwambie wao. Muhagi kwa niaba yako. Sasa umekaa na mke wa mtu na mume wa mtu shauri yako. Ni simu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nimeona kuna watu walikuwa wanaisubiri hiyo fursa kwa muda mrefu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya muda nataka niweke tu summary, alafu kesho tutaendelea.
Na Mungu atupe neema kesho tukiwahi mapema tupate muda mzuri, si ndio? Jambo la muhimu sasa hapa ambalo unatakiwa kuondoka nalo kama ajenda, ombea vyombo. Japo sasa kuna namna mbili. Kuna vingine sio vya kuombea. Kama ni vibovu, ni vya kutengeneza, sio vya kuombea. Sababu unaweza ukakemea kumbe ni kebo bovu, hata shida za wewe unanionea ni kebo, kanunue kebo, acha kunikemea. Ujue na ajenda mbili. Kama kuna changamoto adui anazuia, basi tuombee. Kama kuna uwezekano wa kurekebisha, basi virekebisho. Sio watu wa Mungu. Kichwa cha somo ambacho tutaenda nacho kama maombi, andika namna ya kuzishinda nyakati ngumu za kujaribiwa kwako zilizokusudia kuua imani yako na kesho yako. Namna ya kuzishinda nyakati ngumu za kujaribiwa kwako zilizokusudia kuua imani yako na kesho yako. Haleluya. Sasa mtu akinanda ni kuomba. Tafuta daftari mwenzangu. Tunashukuru kwa utumishi wako mzuri. Ila tutakuwa hatujakutendea haki kama utatupigia alafu wewe uandiki wala usikilize. Haleluya. Kwa faida yako unaweza kuwahudumia wengine wakavuka afu ukakwamia hapo hapo. Na sisi natamani naye avuke, si ndio? Namna ya kuzishinda nyakati ngumu za kujaribiwa kwako zilizokusudia kuua imani yako na kesho yako. Ndio somo letu na maombi yatakuwa kwenye hilo eneo. Narudia tena kwa faida ya wale ambao walifeli imla. Namna ya kuzishinda nyakati ngumu za kujaribiwa kwako zilizokusudia kuua imani yako na kesho yako. Kitabu kile cha Luka mlango ule wa 22 mstari wa 31 mpaka 34, neno la Mungu linasema, kitabu cha Luka 22 31 mpaka 34. Luka 22:31-34, lakini pia andika na Yakobo sura ile ya kwanza mstari wa kwanza mpaka 4. Yakobo 1:1 mpaka 4. Tunaanza na ile Luka 22:31 mpaka 34. Neno la Mungu linasema, Luka 22:31-34 nasema, akasema, Simon, Simon, tazama shetani amewataka ninyi apate kuwapepeta kama vile ngano. Lakini nimekuombea wewe ili imani yako isitindike, nawe utakapoongoka waimarishe ndugu zako. Akamwambia, Bwana, niwapo pamoja nawe mimi ni tayari kwenda gerezani, hata kifoni. Akasema, nakwambia Petro, jogoo hatawika leo kabla wewe hujanikana mara 3 ya kuwa unijui. Na kila mwenye uhai aseme amen. Amen. Sema, shetani ametaka kuwapepeta kama vile ngano, lakini nimekuombea utakapoimarika, utakapoongoka waimarishe na wengine. Na kila mwenye uhai aseme amen. Yakobo 1 ile pia tusome mstari ule wa kwanza mpaka 4. Yakobo 1:1 mpaka 4 anasema, Yakobo sura ile ya kwanza mstari wa kwanza mpaka 4 anasema, Yakobo mtumwa wa Mungu na wa Bwana Yesu Kristo, kwa kabila 12 waliotawanyika salamu. Ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkiangukia katika majaribu mbalimbali, mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. Saburi na iwe na kazi kamilifu, mpate kuwa wakamilifu na watimilifu bila kupungukiwa na neno. Na kila mwenye uhai aseme amen. Sema, mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. Haya, andika lengo la somo. Kuna mambo kama mawili au matatu manne hivi. Lengo la somo ya kwanza, ili uweze kuzijua nyakati ngumu na kusudi lake. Lengo la somo ya kwanza ni ili uweze kuzijua nyakati ngumu na kusudi lake. Kwa tunataka tuone nyakati ngumu na kusudi lake ni nini. Hilo lengo la kwanza. Lakini lengo la pili ni kuzijua sababu zilizopelekea au zinazopelekea upite kwenye hizo nyakati ngumu. Sababu ya pili ni ili uweze kuzijua sababu zilizopelekea au zinazopelekea upite kwenye hizo nyakati ngumu. Na lengo la tatu ni uweze kuzijua mbinu za kukusaidia
kushinda hizo nyakati ngumu. Sababu ya tatu ni ili uweze kuzijua mbinu za kukusaidia kuzishinda hizo nyakati ngumu. Ni sababu ya tatu, ni ili uweze kuzijua mbinu za kukusaidia kuzishinda hizo nyakati ngumu. Na lengo la nne ni ili uwe na uwezo wa kuzizuia ikiwa sio lazima uzipitie. Ni ili uwe na uwezo wa kuzizuia ikiwa sio lazima uzipitie, na uzuie zisijirudie. Na uzuie zisijirudie. Manake kuna nyakati zingine ngumu au kuna majaribu mengine sio lazima uyapitie. Na kwa sababu sio lazima, unaweza kaomba kwa Mungu au unaweza kazuia. Yesu wakati anaendea msalaba, alipoona mambo yamekuwa magumu, anasema ikiwezekana kikombe hiki kifanye nini? Kiniepuke. Kwa hiyo kuna uwezekano wa kuviepuka vikombe kama hakuna sababu ya kuzipitia. Kanisa la Bwana, haleluya. Yaani pia kuzijua mbinu za kusaidia, kwa sababu pia kila nyakati ngumu unazozipitia au majaribu yana mbinu ya namna ya kuzishinda, na mbinu hazifanani. Bwana Yesu asifiwe. Mahali ninapopita mimi pagumu au kwenye jaribu langu, njia nitakayotumia kuvuka kwenye hilo jaribu sio njia utakayotumia wewe kuvuka kwenye jaribu. Hata kama jaribu linafanana, lakini inaweza zisifanane katika kutatua. Kanisa la Bwana, haleluya. Bwana watania, naambia kwenye changamoto za kifamilia, kuna wakati mwingine unaweza kukosana na mke wako au unaweza kupishana na mke wako. Sasa zingine kuna ugomvi ambao huwa unatokea haunaga sababu. Mnaweza kama mlilala mnaongea mkaamka muongee. Haleluya. Sinatokea hata kwa marafiki. Ndio shangaa tu mtu akajinunisha hata hujui kama amenuna. Sasa mbinu za kushinda hizo nyakati hazifanani. Sasa mimi wanaambia bahati nzuri mtoto wangu hayupo hapa leo. Haleluya. Labda atokee Mbeya tu mmoja ndiye akamwambia. Haleluya. Mke wangu akikasirika, najua moja ya kitu ambacho huwa anapenda mke wangu ni kumsaidia kazi za nyumbani. Yaani akikwazika, najua ili awe na amani, udhaifu wake mkubwa ni mimi kufanya kazi za nyumbani. Kuosha vyombo, kufua. Wakati huo mimi ni Mnyakyusa. Roho ya Kinyakyusa. Moja ya kitu ambacho mwanaume wa Kinyakyusa asichopatana nacho ni kufanya kazi za kike. Sasa ya plani, mwanamke anataka umsaidie kazi za nyumbani. Roho ya Kinyakyusa za mimi ni nyambala. Nioshe vyombo mimi, lakini nini nivuke hapo, nataka kuosha. Kwa ni either ndoa iendelee kusumbua au nioshe vyombo. Kwa either nidumishe Unyakyusa au nilete amani nyumbani. Kwa nikigundua, unagundua swala sio kukaa naye kikao. Kwa sababu nimeshajua kwamba yeye nikimsaidia kazi ndio amani yake. Kwa hata kama amekasika kwa kiwango gani, nikimuona tu leo hii namba mstatili nabeba vyombo naenda kwenye sinki. Wakati naosha, atapita mara kwanza, atanicheki. Akija mara pili, naona unaosha vyombo. Akisema tunaona anatia hapa tayari ngoma imetiki. Naweza nisimalize kuosha vyombo sababu tayari moyo wako umeanza kufunguka. Na nikimaliza shangaa amani imerudi kama kawaida kwa kuosha vyombo. Sasa sio kila mtu ambaye akinuna ukiosha vyombo atafurahi. Kuna mwingine ukienda kuosha vyombo anataka kupiga na sufuria hizo. Kwa umeamua upasue na vyombo vyako sasa. Tatizo linaweza kama ni hilo, lakini namna ya kulitatua havifanani. Usipendelee watu wa Mungu. Sasa kuna nyakati ngumu unaweza kuzipitia. Na nasema kwa sababu ndani yangu nilikuwa nasikia unaingia kwenye semester, kila mtu hapa ana kiproti chake. Wengine ndio semester ya mwisho. Kwa hiyo hazifanani na semester zingine. Sasa sijajua kwa nini mkazo wa Roho Mtakatifu kwa kwenye nyakati ngumu na kujaribiwa. Kwa hiyo unaweza ukajikuta, ninachotaka ukijue, kila nyakati ngumu na jaribu linalokuja linawinda vitu viwili. Cha kwanza inawinda imani, cha pili inawinda kesho ya mtu. Inainda imani unapopita kwenye nyakati ngumu. Yaani jambo lolote linalopita kwenye nyakati ngumu, liwe jaribu au ni nyakati. Zote tunaona ni nyakati ngumu au ni jaribu. Cha kwanza
linda imani, kwa sababu jaribu kinachowindwa ni imani. Bwana anasema kujaribiwa kwa imani yenu. Maana yake kumbe imani inaweza ikajaribiwa. Na shetani akijaribu imani akakushinda kwenye imani, amekumaliza. Mtu akinyang'anya imani yako, ameshakuua. Unakuwa na jina la kuwa hai lakini umekufa. Na wewe pia unauelewa. Imani inaweza ikaongezeka au ikafanya nini? Ikapungua au ikaisha kabisa. Amwangalie jirani yako, cheki hiyo sample hiyo kana. Imani yake ikoje? Imeyumba, iko imara, iko vile vile. Mwangalie usoni, mwangalie alipokuja ule mwaka wake wa kwanza. Alipokuwa fire, huu ni mwaka wa 3. Bado uko fire au kapoteza ibada? Wakati unakuja hapa sababu kuna hofu ya Mungu. Ulikuja hapa una msuli wa imani, una upako. Church ya kweli kweli, fire. Ulikuwa unasukuma maombi masaa 3-4. Nyakati ngumu za chuo. Sasa hivi angalia unavyoweza kuomba. Idadi ya miayo ni mingi kuliko maombi. Umepigika kwenye kipindi. Umekutana na lecture moja cheesy fresh moja matata. Kakusumbua ukachoka. Sasa hivi ukiingia kuomba, ile nguvu uliyokuwa nayo mwanzoni wakati unaanza chuo, na sasa hivi unaweza kushangaa ni vitu viwili tofauti. Sasa hivi ukiomba uko hoi. Shindwa. Stop. Mshipa kuna kutembea na Yesu. Yes, talk about it. Mwangalie jirani yako, muulize na kuna stamina ile uliokuwa nayo kwanza. Unaweza kuwa umefanikiwa kwenye elimu, uko vizuri sana, lakini kwenye imani unarudi nyuma badala ya kwenda mbele. Na matokeo yake shetani anachowinda ni kesho yako. Unaweza usione madhara sasa hivi, lakini shetani anaangalia kesho kule. Na wengine nyakati ngumu, natengeneza tu sama na kesho taendelea, lakini kuna wengine nyakati ngumu zimebadilisha mpaka tabia yako. Nyakati sasa hivi una kisirani. Mtu akikusogeza wewe usinisogelee, najijua mimi. Lakini nikikufuatilia wewe haukuwa hivyo, hicho kisirani umetoa nyakati. Kuna watu hapa wamepigwa matukio na wachumba hewa. Mahusiano yamekupeleka kwa kiwango ambacho sasa hivi Yohana mnakuja na lugha ya jumla. Wanaume wote mbwa. Hamna bwana ambao Yesu ametutengeneza. Ila ukikutana na mbwa mwenzako. Sasa huyo mbwa mwenzako ukakupiga tukio mpaka imani yako imetindika. Kwa hiyo kuna nyakati ambazo zinasababisha imani ya mtu inatindika. Yesu anamwambia Petro, afu Biblia mimi nilichojiuliza kwenye hii ya Luka. Yesu alikuwa na wanafunzi 12. Sasa angalia. Anasema Simon, asemi nyie wanafunzi. Sasa Simon, nimekuita mara 2. Ilibaki moja tu itimie ile tumekuita mara 3. Simon. Nimekuombea wewe jamaa wewe. Imani yako shetani ametaka kuwapepeta nini kama ngano. Anachoida nini? Imani. Lakini Petro, nimekuombea imani yako isitindike na utakapoongoka waimarishe wengine. Nimekuombea. Mimi nikajiuliza, ni swali nilikuwa najiuliza, kwa nini Yesu alikomanda Petro, nimekuombea jamani, nimekuombea. Maana yake mimi nimejiongeza. Biblia inasema inawezekana Yesu alicheki sample za wanafunzi, kamcheki Yohana, sasa huyu atatoboa. Kamcheki Mathayo, atasurvive. Alipofika kwa Petro, hii ngoma hii haitoboi. Biblia inataka hii haitoboi. Sasa angalia Biblia inasema Yesu alimwambia Petro, nimekuombea wewe, nimekuombea shetani akupepeta wewe. Angalia majibu ya Petro. Sasa wewe, mimi ikibidi kwenda gerezani kwa ajili yako, niko tayari baba. Ni wewe na mimi bumper to bumper squat. Ikibidi kufa, yani niko tayari nife. Angalia jibu la sasa Petro, wewe. Sijaongea kwa kubahatisha, nimesha kucheki. Wewe usiku utoboi.
Amwangalie jirani yako, ametoboa huyo. Na watu Mungu akiwachia vitu sahihi. Kuna watu hapa, kuna wasichana Mungu akikuangalia, akija mwanamume mwenye hela. Toboa huyo. Ndio maana unaletewa ambao hawana hela. Ambao wana michongo, wanasikilizia michongo. Wanatabia. Mungu amepeta huyu akija mwenye hela huyo, ameshaanguka. Kwa nini mletea ambao hawana hela? Ili kaimani kaka kashikilie. Amwangalie jirani mzee, bado umeshikilia imani wewe. Na ndio maana nataka niwaambie, si kila anayefanya dhambi anapenda kufanya dhambi. Kuna nyakati zinaweza kukupelekea ukafanya kitu ambacho hukutakiwa kukifanya. Na usidhani ni kitu kirahisi. Sio kitu rahisi. Tuna watu wako kanisani na ibada mnahudhuria, lakini kuna tabia unaifanya ambayo ukweli wewe na Mungu mnajua kwamba ukweli hapa nilipofikia mpaka nafanya hiki sio kwamba napenda, bumu imechelewa. Na kwa sababu bumu imechelewa, naona wenzangu wanakula mishikaki na chipsi, njaa itaniua. Shetani anakuletea rafiki mmoja wa luwaru mmoja ambaye anambaba. Anakuona una shida na njaa, umepauka mdomo, sasa ujinga, utakufa njaa, mkubalie. Anaweza eti. Kile cha kulinda imani kinaondoka. Unajikuta umeangukia kwenye dhambi ambayo hata wewe mwenyewe hukutaka kuangukia. Kwani shetani anachowinda ni imani. Imani. Biblia inasema Yesu anamwambia Petro, nimekuombea. Lakini angalia Biblia inasema katoka kuombewa. Sasa yani katoka kuombewa. Na kaambiwa kabisa, wewe leo ujogoo. Kabla hajaulika mara tatu utanikataa wewe. Sasa wewe sio mimi. Tafuta wengine. Mimi ninavyokupenda Jehova. Yaani hata waje na nondo baba, nikangalia hapa chuma hiki. Sasa utongoi wewe. Biblia inasema akaenda Yesu, wamemkamata, wakaingia naye. Petro anafuata kwa nyuma. Anaona anavyopigwa, anavyodungwa. Moja wewe. Jamaa kama Yesu, kama ndugu yake Yesu hata wanafanana wewe nani? Aliwaza kutembea sababu hata unavyo wewe sio hata unavyoongea mmoja sio mimi. Alipomkana mara tatu Yesu kampiga jicho. Nilikwambia sitapata picha. Huyo ni mwanafunzi wa Yesu na kaombewa na Yesu akutoboa. Wewe pale mnyakosa mchana. Wewe msamba utatoboa. Acha kisambulio kanda inatoboa hiyo. Ndio wale ambao wanafika mahali pagumu, wameomba vimegoma, wamesubiri, wamechelewa, mwisho wa siku anaweka maandiko ya kanadi. Maandiko kuna anaongeza maandiko. Unajua kuna mtu anaongeza andiko anasema hata Mungu mwenyewe amesema, Biblia imesema jisaidie nami nitakusaidia. Wapi nionyeshe wapi? Mtu anatafuta mahali pa kujishikilia kwa ili aanalisha anachokifanya. Kwa sababu anajua kama hiki ninachofanya nakosana na Mungu. Lakini kwa sababu ya hizi nyakati. Kwa nini nikuta umeikana imani? Si kama niliwahi kuambia hapa. Kipindi nimepigika sana, sina hata 100. Nina madeni ya kufa mtu. Afu akatokea rafiki mwenye hela. Akaniambia, "Ngoja nataka nikupeleke twende Malawi tukafanye biashara. Nitakupa mtaji." Kumbuka sina hata 100 na nina madeni. Tuna miezi 6 nyama haijailiwa nyumbani. Afu kwa introduction akachukua 50, akanipa 50,000 kadi soda. Na kati ya 50,000 mimi na miaka 4 5 sijawahi kushika. Kituo cha kwanza nikaenda kuchani kununua nyama angalau tu kubadilisha mazingira. Sababu nyumbani sufuria ya maharage imechona mstari inasema tunaishiaga hapa. Ule mstari hata usukue na steel wire haufutiki. Ndio anakupa 50,000. Sasa nikajiuliza kama tu leo amenipa 50, nikienda Malawi. Kwa hiyo napiga kelele nikaona hapa surprise ya kutosha, Mungu amejibu. Kuna wakati mwingine nyakati Mungu sikija, shetani analeta muujiza ambayo inafanana na muujiza ya Mungu. Usipokuwa na macho ya roho ya kulinda imani, unapokea unadhani muujiza wa Mungu, kumbe ni wa shetani.
mpaka uje ujue ni muujiza wa shetani, umeshafeli mtihani. Sasa wakati nimeambiwa, baadaye tukatawanyika, tukaenda kila mtu kwake. Sasa kesho asubuhi nitakupitia, nikasema fresh. Nikarudi nyumbani. Naenda na mfuko wa nyama, mke wangu ananipokea. Sasa baba, leo kuna nyama. Sasa kuna mambo makubwa zaidi ya nyama, mke wangu. Yehova amejibu. Nini? Kesho naenda Malawi. Kufanya nini? Kuna rafiki yangu ananipeleka Malawi kufanya biashara. Tukafurahi pale. Yaani unalala huko unatabasamu, unaona kama usiku hauendi haraka. Nikiwa nimelala usiku, nikaota ndoto mama amekufa. Alipokufa mama kijijini, sasa niko kijijini, mama amekufa. Wana kijiji wakanibebesha jeneza. Sasa ameua mama yake akamzike mwenyewe. Kwa wakanibebesha jeneza, nikaangaika na jeneza afa ananizomea kijiji kizima. Ameua mama yake huyo, kaua mama yake. Alafu nikasikia sauti ya mama, yani ambaye sasa ni marehemu kwenye ndoto. Akawa anasema, mwanangu, umeniua kwa sababu ya mali. Ile sauti niliisikia kwenye ndoto, nikasikia uchungu kwenye ndoto, lakini nikajikuta nalia, machozi kabisa. Sasa ile nachukua kushika ile, kwani machozi kabisa. Na ule uchungu nilioona kwenye ndoto ukaja mwilini kabisa. Nikashtuka nikakaa, kufuta machozi kabisa. Baadaye nikasikia kukosa amani kwa ajili ya safari ya kwenda Malawi. Nikagundua hii ndoto ni ujumbe nakoenda. Sio salama. Asubuhi kumekucha nikamwambia mke wangu, mimi Malawi siendi. Ndio shida pepo, shida. Toka. Mungu ameleta muujiza, wanasema wewe sasa siendi. Nikamwelezea, hakunielewa, lakini nikasema siendi. Akaja yule rafiki yangu asubuhi, nikamwambia sasa nashukuru kwa msaada, lakini Malawi sitaenda. Nikamkataa, sasa utakufa maskini, shauri yako. Sasa nashukuru, akaondoka. Baada ya miezi 3, 4, 5 akafiwa na mtoto wake. Watu wakasema ametoa kafara, ametoa kafara. Haikupita hata miezi 3 mingine akafiwa na mke wake. Ametoa kafara. Kwa nikakumbuka ile ndoto ya mama kufa, kwa ningeenda Malawi. Maana yake na mimi ningetoa kafara ya mama, angekufa. Sasa angalia. Toka nimeambiwa kwenda Malawi, baada ya miezi 3 ndio niliwaambia gaba nikaenda Dar es Salaam. Kufika Dar es Salaam nilipoimba wimbo mmoja tu ibadani, nikapewa hela. Nilipoimba ule wimbo tu akaniambia uje kama nataka ubaki hapa Dar es Salaam. Nilipoenda kumwambia nitabaki hapa akanipa milioni 2 ya bure. Ningeenda Malawi ningetoka milioni 2. Kwa hiyo imani yangu ilikuwa inajaribiwa ndani ya miezi 3. Yaani hapa kutoka hapa mpaka miezi 3 ni padogo sana, lakini pangeweza kuwa hata mimi hata unavyoniona usingenijua. Ningekuwa mimi nimeshapotelea Malawi. Unaionaje hii sample ingekuwa Malawi? Kwa hiyo kuna watu ambao shetani anataka kadivert cha kwako ni kwa sababu ya nyakati unazozipitia. Hizi nyakati ngumu na jaribu sio kitu kirahisi. Tutaona kesho. Ni rahisi sana kusema ule mstari wa Ayubu. Anasema najua Bwana yajua njia niendea, akisha kunijaribu nitatoka kama dhahabu. Sio wote mnatoka dhahabu, wengine wametoka majivu. Angalia ulinga na sio jivu hilo. Ninataka utatoka kama dhahabu. Sio wote wanatoka dhahabu. Unaweza kusema msemo mdomoni, lakini kuziishi hizo nyakati mpaka utoke dhahabu. Sio wote wanavumilia moto. Natoka mfano wa mkaa. Ili upate mkaa unachoma miti, unachoma ule mti. Sasa si kila kuni inayowekwa kwenye tanuri inatokaga mkaa. Kinachofanya itoke mkaa ni uvumilivu na ustamina ya mti. Kuna mti mwingine unaingia pale, aliyeweka mti kwenye tanuri anataka utoke mkaa. Mtu unaanza kuungua. Unaungua. Unastamina unaungua. Ujinga ule. Utakuwa mpaka lini? Jivu hilo. Kuna mwingine unachoma moto unawaka, lakini mkune saa unguza unapata magamba tu, lakini huko ndani uniunguzi. Nimeambiwa nitoke mkaa, sio jivu. Kuna familia. Na maisha ya imani yako hivyo hivyo. Kuna wengine wanatoka mkaa, wengine wanatoka jivu. Kuna wengine wanatoka dhahabu, wengine wanatoka majivu. Kwa sababu nyakati zinazosababisha mtu akaikana imani. Una miaka mingapi hapa chuo? Umelinda imani? Una ushuhuda? Unamaliza chuo, umelinda ushuhuda? Sababu kuna wengine walianza vizuri wakiwa wazima, wanaweza akatoka wakiwa wagonjwa.
miaka mitatu inaweza kaharibu kesho yako yote. Kwa lugha nyingine tunasema kwa sababu ni vitu vipo, hatusemi kwa sababu ya kunyanyapaa. Tunasema mtu uliingia mzima, lakini unaweza kutoka na virusi vya ukimwi. Kwa hiyo kesho yako imefia ndani ya miaka 2-3. Japo ipo neema ya Mungu inaweza kukusaidia kusurvive. Sasa hiyo ni neema nyingine na jambo lingine. Lakini unaweza kujilinda hizi nyakati. Hizi nyakati kuna stories zingine ukizisikia za wanachuo. Na sio tu kuzisikia. Huko mjini tunakokuaga huko unamwangalia unacheki hii sababu huyu ni mwanafunzi kweli. Ni mwanafunzi kweli. Na wewe kashangaa huko kwenye maklabu si bambaraga huko wanajaa wanafunzi. Sio wote wanaenda kule disco na makasino, walianza na makasino, walikuja watakatifu, wameishia kuwa walevi. Nini kimesababisha? Nyakati. Unaweza kumlaumu lakini usimlaumu kwanza, yamkini kuna vipindi alivyovipitia vya kujaribiwa. Amepambana kashindwa. Kuna mwingine amejaribiwa kwenye ada. Wazazi wamekosa ada, kipindi cha kulipa kimefika na unakaziwa, unaambiwa usipolipa ufanye mtihani. Unaanza kujikuta na shetani akigundua huko kwenye hizo nyakati ndio analeta wanaume sasa. Na angalia wanaume wanaokuja katika kipindi una matatizo, waume za watu. Angalia wanaume wanaokuja unapojaribiwa sana msichana. Wengi wanakuja unapojaribiwa ni Waislamu. Unapambana. Ukiingia tunasema ada. Ada. Huna hata 100, anatokea mtu wewe una milioni ya haraka. Akitokea mlokole wa kijana mlokole hana hata 100. Anamchongo na sisi. Kwa hiyo unakaa mstari, niende na huyu wa michongo au niende na huyu ambaye ana keshi. Utapambana wewe. Shetani anakuletea marafiki ambao hawana utulivu. Afu anakuzungushia marafiki ambao wana wanaume 3-4, wanatoka outing kama weekend, wameshaenda mjini, wamekuacha room, wanakuja na mazagazaga shopping, wanakutamanisha checklist, shost. Wewe una hata 100 umelala na njaa na ada inakupigia kelele, unavumilia, kesho utaacha ujinga, twende, acha ujinga, utakufa njaa. Eti twende nifanyeje sasa? Tayari umeikana imani na umeua kesho yako. Kwa hiyo kuna namna ambavyo Mungu anataka kukusaidia kwa sababu wengi hasa ililika na ujana. Ndio shetani anawinda sababu ndio kesho yenu mnaitengeneza hapa. Shetani akifanikiwa kukupiga kwenye ililika, anapiga kesho yako. Anapiga kesho yako. Kuna watu hapa mnawacheka baba zenu. Niulize hili swali, niwahi kuuliza hata kipengele. Wangapi mnatamani maisha ya babako, copyright na mamako, na wewe uwe na maisha hayo? Nyosha mkono, unatamani kama babako. Hamtaki baba zenu? Hata mimi maisha ya babako siataki kabisa. Sasa ili usifanane, maana hiki ndio kipindi cha kujishepu. Na haujishepu wewe tu, unashepu mpaka kesho ya watoto wako. Ukifeli wewe hapa, unafeli, unawafelisha mpaka watoto wanakwama. Kwa hiyo haui kesho yako tu, unaua mpaka kesho ya kizazi chako. Inategemea hapa unalinda imani. Kanisa la Bwana haleluya. Kanisa la Bwana haleluya. Kuna watu hapa mna pressure. Hiyo pressure inatokana na nini? Nyakati. Kuna watu ambao matukio umepigwa matukio mpaka sasa una pressure ya kupanda. Ulikuja una pressure, unaondoka una pressure. Pressure kutokana nyakati. Zingine ni mahusiano, zingine sio mahusiano, zingine vipindi vimekupelekesha. Umekutana na mwalimu mtaka msumbufu, anakufanyia figisu mpaka pressure inapanda. Uko na pressure, lakini nyakati uwezo wa kuhimili umeshindwa. Unapambana wewe. Na kwa sababu shetani anawinda kesho yako, anakuletea watu ambao watakuharas, watakustress. Nifika mahali mpaka afya yako unapaka powder zinadunda, foundation hizi zinadunda. Ukipaka foundation watasema jamani, umeona kituko hicho? Jini sio jini, mtu sio mtu. Ukitokea mbele sana, umependeza. Ukigeuka sana hivi, watu wengine hawaonaga hata vya kupaka usoni. Nyakati
Unajua nyakati unazozipitia ndio kaamua mpaka afya yako. Kuna watu hapa mmetafuta vitu vya kugrow au grow. Shida ni sio mafuta, sio vipodozi. Afya ya mwili ya kwanza ni nafsi yako na moyo wako na roho yako. Nafsi ikiwa na amani na moyo ikiwa na amani, hata mwili wako na ngozi vitaonekana. Daudi anasema wakati wa kuugua kwangu hata mifupa ilikakamaa, ilinyauka kama majani. Mifupa nyakati zile zababisha mifupa ikaa na maumivu. Kuna wengine mnaumwa magonjwa hapa, sio magonjwa, ni nyakati unazozipitia. Mwangalie usoni jirani yako. Unaiona hiyo sababu mwambie unahitaji grow. Unahitaji Roho Mtakatifu akusaidie kugrow. Mwambie unamaliza tu hela kwenye cosmetics. Unacheza kupata potea. Roho Mtakatifu apoje. Na naamini baada ya hii semina watu watapona na afya zao zitarejea. Zitapita, haitakuwa kama ilivyokuwa katika jina la Yesu. Wanaamini waseme amen. Wanasema tena amen. Sema Yesu. Sema Yesu. Kila nyakati ngumu ninazozipitia, kila jaribu ninalolipitia, linalowinda imani yangu, Yesu, nipe nguvu ya kushinda katika jina la Yesu. Wanaamini waseme amen. Na kuomba ushinde hizo nyakati katika jina la Yesu. Ushinde hizo nyakati katika jina la Yesu. Wanaamini waseme amen. Mungu akupe neema. Kesho tutaendelea, lakini nimefanya summary upate picha. Tutembee na hilo eneo. Haleluya. Wangapi wamenielewa? Sasa nyakati ngumu zinatofautiana. Mwingine nyakati ngumu ni masomo. Mwingine nyakati ngumu ni uchumi. Mwingine nyakati ngumu ni mahusiano. Kuna mtu unaanza mpaka unamaliza. Hakuna aliyesema I love you. Thank you. Hiyo tu inatosha kukustress. Shule, darasani, kisu mwanangu. Ila kwenye maisha mpaka sasa kule kufaulu darasani kunakuja kudhoofishwa na kutokupendwa na mtu. Unajikuta unaishi maisha magumu sababu hakuna anayekupenda. Lakini darasani uko vizuri. Kwa na wewe unapita nyakati ngumu za aina hiyo tu. Haleluya. Kanisa la Bwana, haleluya. Simeelewa. Mko tayari kwa ajili ya maombi? Amen. Mungu akupe neema ya kushinda. Na muangalie sana ukisoma Biblia unagundua angalia alichokibeba Petro. Unajua ndio maana baadaye Yesu wakati amefufuka alipokutana na Petro kitu cha kwanza kufanya ni nini? Muuliza, "Penda?" Kwani ufute kile kule. Nilikuombea kile ulichemka mtiani baba. Unanipenda sasa, nakupenda. Lisha kondoo zangu. Akamuuliza, "Unanipenda?" Sasa wewe unajua nakupenda sasa. Lisha akakasirika Petro. Yesu alichokuwa anatafuta nini? Kufuta ule udhaifu aliofanya kule. Amtengeneze asimame kwa upya. Kwa alikuwa anamtengenezea maombi ya toba. Lisha kondoo zangu. Unanipenda kweli? Afu baadaye ndio unagundua ndio huyo Petro ambaye Biblia inasema wakati wote wamefeli mtihani wanapoulizwa watu wananiona wananena mimi na wote walifeli mtihani. Afu alipofika Petro sasa wewe ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Afu Yesu alisema sio mwili wa damu na nyama kufunulia hii bali roho wa Mungu. Afu sasa Petro juu ya mwamba huu mtanijenga kanisa wala milango ya kuzimu haitashinda. Nakwambia milango ya kuzimu isikushinde katika jina la Yesu. Nakwambia milango ya kuzimu isikupate katika jina la Yesu, bali ukaishinde katika jina la Yesu. Wanaamini waseme amen. Naomba tusimame tumshukuru Mungu. Kesho tutaendelea. Natamani kila mtu hapa baada ya kumaliza chuo juu ya mwamba uwe mwamba ujenge kanisa. Mungu atoe vyombo hapa. Mungu atoe watu wakuu hapa. Mungu atengeneze hapa manabii, mitume, makuhani. Mungu atengeneze mawaziri. Mungu atengeneze marais. Mungu atengeneze wakurugenzi. Mungu atengeneze madaktari, marubani. Kupitia hapa. Sababu si utumishi wa Mungu sio tu lazima uwe mhubiri. Ukikaa kwenye kusudi lake na ukafanikiwa, wewe ni mtumishi wa Mungu aliye hai. Amen. Mungu anatafuta watu kama hao.
Wakati mwingine shetani anapambana na hizo nyakati kwa sababu amejua kesho yako wewe ni nani. Anajua. Unaweza kujikuta. Na ndio maana naomba ukiona uko mahali una changamoto ya aina yoyote, ujue shetani amekupima, mgundua hapa hamna kitu. Hii box tu kweli. Na maana usijisikie sana, yaani mimi sina changamoto. Mimi niko fresh tu. Sio sifa. Waliobeba kusudi la Mungu, vita yao sio ya kawaida. Kwani shetani anachowinda sio wao, wanawinda walichobeba na anawinda kesho yao. Anawinda. Ndio wale wanasema usione vinaelea vimefanya nini? Meona. Ni rahisi sana wengine kwa mfano unaweza kaniona kwa Mwakasege pale. Lakini kutoka huku mpaka kufika hapo madhabahuni aka kaumbali aka. Ka distance aka. Usani ni kitu rahisi. Usani kitu rahisi. Zamani kwa najidanganya nisema kadri huduma inavyokuwa ukiwa mtumishi dhambi itakuogopa, wanawake wanakuogopa. Kumbe nilikuwa najidanganya boya kabisa mimi. Kadri huduma yako inavyokuwa ndivyo majaribu yanavyoongezeka. Angalia wenye vipawa hapa. Waimba kwaya, waimba praise, wenye sauti, wenye vocal ndio wanaoongozwa kutongozwa. Ndio wazizi. Ndio washerati. Kwani shetani anachoenda ni kipawa, sio vocal, kipawa. Sio anachotafuta ni hiyo. Naambia sababu na ushuhuda. Usishangae na utumishi nilionao, unaweza kushangaa kuna mtu anaweza kukufuata, dada na kufuata. Hapo angalia shetani anamleta yule ambaye ulikuwa unampenda sana kipindi za zamani za ujinga. Alikukataa. Sasa hivi anakuja mara mbili kakagodi. Hai. Zashindwa pepo. Na sasa tena nataka naomba uniombee. Lakini ukiwa na macho unaona huyu hahitaji maombi. Haleluya. Yeye ni vijana, niongee kwa lugha ya ujana unaweza kuelewa. Shetani akijua kijana wa kiume unapendaga wanawake weupe. Ficha wewe. Ingia dukani, mhudumu white. Kipanda daladala, siti ya jirani white. Ukiingia benki, tela white. Atawaleta white. Anachowinda nini? Kwa sababu anajua huo ndio udhaifu wako. Akijua dada unapenda wanaume warefu. Weusi. Wanyakyusa. Anaanza na lecture Wanyakyusa mrefu. Wanakutengenezea mazingira ambayo yani kwako inakuwa ni jaribu. Usipokuwa na stamina unashindwa. Tunasomaga habari ya Yusufu. Tunafahamu Yusufu. Niweze kusema Yusufu alimkimbia Potifa. Jiweke kwenye nafasi ya Yusufu. Ni houseboy, alafu mke wa mkuu wa majeshi anakutaka. Nyie watu wa kiume hapa. Mnapenda mishangazi. Sasa hii ndio fursa nilikuwa naitaka. Kwani wewe ungeweza kuona ni fursa, lakini Yusufu aligundua hii sio fursa, ni jaribu linalouani si wewe waziri mkuu. Yamkini angeweza kufanikiwa kwa sababu ni tukio la dakika 10-15 na Biblia inasema pale nyumbani kulikuwa hakuna mtu. Angeweza kuzini haraka akamaliza akaendelea na maisha. Sasa kesi ingemwangukia, Mungu asingekuwa upande wake. Na waziri mkuu angeukosa. Kwa kitendo raha ya dakika 5-10 ingemkosesha waziri mkuu. Kuna vitu umeviona ni starehe, umekuondolea kesho yako. Amina. Umekuondolea kesho yako. Starehe ya dakika 5, dakika 5 tu, dakika 10 imesababisha umetoa mimba. Lakini ungekuwa na uwezo wa kushinda. Ungeweza kushinda. Unashangaa sasa vile uko chuoni, mpaka unatoboa miaka 3 chuo, mimba 3-4 zimeshaporomoka. Ukija kuolewa, ndio kuja vita sasa ya kupata watoto. Kwa shetani aliharibu kizazi chako uko chuo. Unakuja kuolewa, unapata changamoto ya kuzaa. Kumbe utakao ushinde ni roho. Kanisa la Bwana, haleluya. Sema Bwana Yesu, ninakuja mbele zako, ninaomba rehema, ninaomba toba. Ikiwa kuna jambo lolote nililolifanya kwa kujua, kwa kutokujua, likaua imani yangu, ninaomba unirehemu, ninaomba unisamehe. Ninapoingia semester hii, jambo lolote ambalo
nilichokifanya, nilikuwa mtego wa shetani ili kuvuruga kesho yangu, ili kuharibu kesho yangu. Ninaomba rehema, ninaomba toba, na kwa damu yako futa makosa yangu, futa uovu wangu, futa dhambi yangu. Shetani akija na mashitaka, ninaomba Bwana nipe uhalali wa kuitumia damu yako kufuta mashitaka kwa damu ya mwana kondoo, na kwa jina la Yesu. Kesho yangu iliyoharibiwa, kesho yangu iliyovurugwa, ninaidai leo, nairejesha leo kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Nipe neema yako ya kushinda dhambi, ya kushinda uovu. Bwana, nipe neema ya kulinda imani, niwe na ushuhuda katika jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu. Nguvu za giza, mapepo, mizimu iliyokamata kesho yangu, kikachia kwa jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu. Naomba ulinzi wako usiku wa leo, na najiweka wakfu siku hizi 3 nisitoke bure, niwe na ushuhuda kwa damu ya mwana kondoo, na kwa jina la Yesu. Wanaamini waseme amen. Kesho tawahi mapema, na nitaomba mniruhusu sasa, nitatoka moja kwa moja afu tutaendelea. Si mna amani na hiyo? Amen.